Hiyo mtoto bwana. Mimi nilisikitika sana. Mimi tumefanya kazi vizuri. Baada ya kufanya kazi, yeye ndo kaenda kusimamia mixing kwa sababu mimi niko naendelea vitu vingine, nyimbo si ni ya kwake. Sasa alipoenda kwa Liza akamwambia ni kama Liza sasa ndo tunamkomesha sasa. Mnapokuwa hapo. Kamua hapo piga hivi mpaka hapa. Afu hapo kaanzia hapo kwenda huko. Achana na hapo. Acha ipakae kavu. Mimi nimesikiza nyimbo. Mbona huko nyimbo huko imechangamka huko imekaa hivi imekaa kaaje kama ukaimba huko JD huko. Kwa hiyo niliporudi studio nikamwambia bwana Liza hapo kwenye hicho kipande changu hicho nikatieni hapa lizimu hapa kidogo, msiweke hapa nilipoanza verse, niwekeni hapa mbele pakana tena mizozo tena. Blaza kila kitu unapenda wewe tu. Sasa napenda mimi, nyimbo ni ya kwako wewe, hata ipigwe wapi huyo ni Dayo, sio Ibra, ni Dayo kamshirikisha Ibra. Hiyo nyimbo yako ili ipate playlist nzuri inabidi iwe nyimbo yote ni kali, wakiplay watu wasifike sehemu wakachoka akasema huko hatuwezi kusikiliza, right? So ni hivyo kaongea bana Liza, mwisho wa siku wakati tunaomba tena tunalazimisha tena nyimbo. No, lakini mimi nachoshukuru Mwenyezi Mungu kitu kimetoka na kinafanya vizuri. Iko trending sijui namba ngapi sasa, sijui namba 5, sijui namba 6. Inafanya vizuri sana. Safi. Umeanza hivyo kitu. Kwa nini unafanya hivyo vitu kwanza? Unabadilisha verse nini? Ngoja nikwambie kwanza kabisa. Ibra nakubadilisha verse sio mimi. Iko hivi tumeshafanya ngoma imekamilika, tumesha-upload kwenye digital platform zote. Yeye kaenda kusikiza ngoma aona bado dogo kanikalisha. Arudi. Ikabidi arudi tena studio. Kaambia tumeshapanisha kwenye digital platform zote. Hapana, mimi kuna kitu nataka niongeze. Afika studio kaanza kupalangua biti langu sasa. Kwanza chapa kinanda chako hicho ulichopigiwa wewe nataka nikiweke kwangu. Haya weka. Unataka nini kingine? Nataka na baki. Haya weka. Umeridhika? Tumeridhika. Goma limetoka. Kanisumbua na kwenye video kanisumbua. Yaani tumeshoot video, tumetoka kushoot video usiku. Asubuhi ashafika kwa Anskana na edit video na Anskana. Sasa huyu director jamani. Muulize. Haina kujipangilia vipande vyangu anavitoa anaweka kwake vizuri yani. Mstari alobadilisha Ibra kwenye ile ngoma ulikuwa unaimbwaje? Sijabadilisha mstari. Huyu anashindwa kuelewa maana. Kubadilisha vitu kwenye muziki I mean ndio bado hujaona arrangement ya muziki. Kwa sababu muziki ili uwe mzuri inabidi uwe na arrangement nzuri. Mimi nimeenda nimekaa nimesikiza nyimbo. Nyimbo yote tumemaliza. Nimekaa nimesikiza nyimbo. Nikamwambiaje? Hii nyimbo ili iwe kali, hii baki moja hapa inabidi hapa isiwepo, irudi hapa nyuma kwa sababu hii hapa inakosa timing ya shabiki na wewe msanii. Huyu kaona kama mimi hapa nataka nikabadilishe verse. Na hata nilipofika kwa Liza bahati nzuri alikuwepo. Mimi nikamwambiaje Liza, naombeeni nitoleeni tu hichi hapa. Nibadilishe hichi hapa chini hapa nijazie hapa. Hichi mbele hapa futeni, niweke hichi hapa baki. Yaani sio vitu ambavyo ni complicated. Lakini huyu tumefika kwenye kushoot video. Nimefuata kama leo usiku nikamwambia kesho tunashoot. Ile nyimbo mimi najua si ni ya kwake. Bana. Mliniambia niwatumie vipimo vya nguo. Nionyesheni nguo ziliko basi mimi niende nikafiti kesho nijue na shoot vipi. Usijali chinga, usijali kila kitu kiko sawa. Huyo na bichwa lake ndo ananijibu hapo. Usijali chinga, hapa vitu viko sawa. Kesho bana location saa 2. Yeye nimefika saa 2 location. Nilifika location saa 2. Nguo hazipo. Matokeo yake mimi nimekuja kwanza kushuti saa 10 jioni. Shachoka tayari. Shoot hiyo saa 10 hapo nimeshuti shoti moja ndio ile pale kwenye swimming pale, na zile nguo nimeagiza mwenyewe huko. Bana niletee kitu na hichi. Nimekuja nimeshutia pale kwenye swimming. Na maana yeye tayari alishaniweka mimi kando. Yaani kama wewe kaa huko mbali. Yaani anataka yaani tunaanza vita kwenye kuvaa sasa. Video ya kwako brother. Umeona? Bwana mimi nilipo nguo zangu zote bana, wewe chukua, shutia. Mimi nguo ambazo nimeshutia kwenye video zote alikuwa akizitaka anambia chukua. Unajua mimi bado mimi nataka nguo fulani hivi. Jamani. Masuti tena. Bienze sini ipo. Nadhani tutaangalia. Basi acha bienze sini itoke. Kipande kile cha bienze kile. Basi tutaangalia. Ibra nataka nisikie ile kwako. Jisikate kuna matamasha mawili, Simba Day na Day, na moja ya vitu ambavyo vimetokea watu wakavizungumza kama msanii pia nataka nione take yako. Msanii Harmonize show yake ni kama watu wengi walikuwa na mushkili nayo, kama walikuwa wanaiponda hivi. Akasema amefanya show ambayo iko soko bora yake ule. Kwa namna ulivyoiangalia ile show ilikuwa na mapungufu kama vile ambavyo watu walikuwa wanazungumza. Kwanza ieleweke siku zote hata show iweje, yani show haziwezi kufanana. Yani hata ufanye mara 200 sehemu moja lakini show haziwezi kufanana. Kwangu mimi ile naichukulia ni kubwa kwa sababu ni kubwa zaidi. Yani hakuna kitu ambacho hakijafanyika. Kama watu kuimba wameimba, si ndio? Nini maana ya show? Watu kuimba, kucheza, kusikiliza maandishi mtu aliandika nini, so it's a big show. Watu watajira baadhi wana jealous kata hao. Kata
kata. Umeandika kwamba ulichomfanya Dayo kwenye hii ngoma itakuwa ni fundisho kwa wengine. Bado watu wanatafakari, labda kina nani ambao huende wakapata fundisho hilo? Mimi naambia tu watu ambao wanatamani kufanya kazi na mimi. Na mimi niliongea wakati natoa dharau, nikamwambia kwenye maisha yangu ya muziki sijawahi kuwaza kama kuna mtu anaweza kunipa collab alafu akanisimamisha mimi Damu kwenye collab, yani mimi niimbe one verse bro. Na kuna siku pia ulisema kwenye hizi collab ulikuwa unamtaka Rayvanny pia na anakukopa sana kwenye ile. Nadhani kila kitu kitakaa sawa kwa sababu mimi sina ugomvi naye, sina baya naye, si mzee wetu kabisa Chui. Mzee Chui, legeza kidogo tuondoke. Umeona? Magoma yako mengi, lakini pia mwaka ni mwaka ambao mimi nimejipanga vizuri sana na niwaahidi tu mashabiki zangu mimi sijamaliza. Tunampa wiki moja kijana asogee, tunabandika. Yaani si muda, hatuna saa tumepoteza japokuwa tumeivaa hapa. Hatuna muda. Yeah. Babu yako anafanya vizuri sasa hivi. Kumasava imeingia kwenye chati za Billboard za huko Marekani. Ningependa nisikie neno lolote kutoka kwako kwa babu yako. Tukimzungumzia mzee, babu kafanya vitu vingi sana, na unapomzungumzia babu mimi niseme tu mimi ni msanii ambaye namheshimu na namrespect kwa sababu alikotoa muziki ni mbali na vitu alivyovifanya ni vingi na still mpaka leo anafanya vitu vingi, right? So I appreciate him, and vitu anavyovifanya vinawapa motisha watu wa mtaani huko ambao wanataka kufika ambapo enda yeye kafika au wanajifunza. So mimi niseme ni kitu kikubwa sana kwa muziki wa Bongo. Yeah. Natamani yako labda kufika level zake au pia kufanya kazi zake. Mimi nataka siwezi kuwa kama babu. Babu sikashazeeka. Mimi nataka kuwa zaidi babu. Mimi nataka niwe zaidi babu ya. Kwa hiyo babu amezeeka sasa hivi kwenye game ya muziki wa Bongo Flava. Babu kafanya vitu vingi. Yaani vitu vingi. Leo mimi leo huwezi kunishtua eti hata ukiniambia Diamond karuka kwenye ndege pale. Kwa sababu kafanya vitu vingi. Yaani ni vitu kibao. Kwa yeah. Okay. Alizungumza kwamba mwaka huu atafanya rekodi kubwa sana, yani atavunja rekodi, ana collab nyingi na wasanii wa Marekani. Hii ulionaje? Ni kwa upande wake ni biashara, kila mtu ana mbio zake anazohitaji kukimbia na kila mtu anawekeza kwenye kile ambacho anaamini ya business. Anavyozungumza kwamba yeye ndio mwanamuziki ambaye ameubeba muziki wa Bongo Flava Tanzania. Unapata picha gani? Unajua kila msanii ana mtazamo wake. Kila msanii ana mtazamo wake. Sasa huo unakuwa ni mtazamo wake kwa yeye, akipima kazi alizozifanya na upeo wake anaona hapo ni sawa, mimi ni msanii namba moja au msanii ambaye nimebeba Bongo Flava. Mimi siwezi kumkataza mtu, na ndio maana hata huyu kijana alivyoanza kuongea mtandaoni, nilivyoenda EFM bana, niliulizwa unampa asilimia ngapi Dayo? Nikamwambia mimi nampa asilimia kama yeye alizojipa, kwa sababu kila mtu anafanya wonders kwa upande wake. Yeah. Okay. Yeah. Sawa. Ukimweka hapa Harmonize, ukimweka Diamond Platinum, nadhani mchuano unaweza kuwa ni mkali kiasi gani? Wote ni wasanii wazuri na kila mtu anafanya kwenye kiwango ambacho yeye anaamini huyu ndo Harmonize, huyu ndo Diamond, right? And siwezi kusema eti huyu anakuwa yuko juu zaidi, kwa sababu sijawahi kukaa kwenye cabinet ya Diamond nikajua ana invest how much kwenye ngoma moja, ana procedure gani kwenye muziki wake. Ya, lakini Harmonize nimewahi kukaa, lakini pia siwezi kumpa kwamba eti yeye ndo yeye ni noma, hapana. Anafanya ni noma mzee, analiwakilisha vizuri taifa. Mzee Diamond anafanya kwa upande wake. So acha tuwape shout wazee waendelee kupambania, kwa sababu wao ndo walituonesha hii njia. Mimi kabla sijafika hapa nimewatazama watu, niko kijijini huko navaa viboxer hivi mdogo navaa vindala, nimechafuka miguu. Kwa hiyo mimi na appreciate sana kila msanii ambaye amenitangulia, na ndio maana hata nikikutanaga na brothers siwezi kuwa na hate au siwezi kuongelesha kitu ambacho ni tofauti, kwa sababu naamini wao ndo walichonga barabara mpaka tukafika hapa. So big time sana kwao ya. Ibra, nataka nisikie take yako kwenye hili. Msanii nani leo ametoa nyimbo Hanstone ambayo ameita Washamba, ni kama diss track hivi. Nakumbuka nyimbo ushakutoga kuhusu hiyo kitu kwa Rayvanny, kitu kama hicho nakumbuka. Hizi diss track zinapokuja hivi watu wanakuwa kama wanawaza sana. Msanii amezungumza kuhusu ile kipindi kile simamisha sana kwenye lebo ya Wasafi, kutoka kazungumza mambo mengi mna na nini. Nataka nifahamu kwa undani sasa ni vitu gani ambavyo wanavipata wasanii hasa na ile kuchunguzwa kwa muda mrefu. Nadhani ni sababu ndio maana watu wanakuja na hasira wakitoka kwenye lebo. Unajua mimi nikwambia kitu kimoja bro, watu ambao wanasimamia wasanii wao, mimi natoa tu wazo kwa wasanii, wasanii ambao wanasimamia wasanii wao, na hata kama kuna meneja ambaye anasimamia wasanii, cha kwanza inatakiwa uelewe kwamba msanii
ni kama mtoto, inatakiwa ukee ubongo wake ili apate vitu vizuri zaidi. Yani usimweke kwenye wakati ambao yeye atafeel yuko na stress, kwa sababu hapo hawezi kuzalisha. Tafsiri yake ni kwamba wewe ndo unaua kipaji chake. Yani wewe ndo unaua muziki wake. So watu wajitahidi kuwapa nafasi watu wanaowasimamia, na naamini itakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu msanii akiwa yuko happy means anaweza kuzalisha zaidi ya wewe ulivyotarajia kwamba atazalisha. Kwa hiyo ni faida kwa kampuni. Watu wasimamie vizuri wasanii wao. Kwa mfano tukirudi kwa ndugu yetu Maki, na wasanii wote wanaosimamia, kwa sababu kwa mfano sasa hivi mimi Maki na nimepigia simu juu, niambia ndugu yangu vipi? Ibrahim unanipigia, sikamwambia Maki toa nyimbo. Maki mbona umekaa kimya? Umeelewa? Kwa hatutakiwi kupoa. Yaani sisi ni watu ambao hii ni kazi yetu, tumeamua kwamba hii ni kazi yetu, lakini pia watu ambao wanatusimamia watuangalizie njia sahihi ya kuelekea, kwa sababu mimi najua ndio ninapoelekea, lakini pia wewe usiponiwekezea kipato cha kwamba bwana hii hapa unaweza kwenda na hiyo safari, na maana siwezi kwenda na wewe ndio unanisimamia, so inakuwa inanikata kwa upande mwingine. So we have to go, we have to show them. This track kutoa hizi zina faida ama zinaharibu? Hizo ziko mara mbili, nategemea na yeye mwenyewe msanii anaiona kwenye engo ipi. Right, lakini kwenye diss track yangu mimi leo katoa, mimi sikuhitaji chochote. Mimi nilihitaji kuonesha tu vijana kwamba hicho mnachokifanya hapo hicho huenda ukawa ni utoto, lakini sio vizuri kijana mwenzio akikosea wewe ukakaa mbele afu ukatunisha kifua kwamba yeye kakosea bwana. Kwa hiyo Ibla, naomba tufahamu kitu kimoja Ibla. Sasa hivi tunaona, kwanza tangu jana tuliona kuna sitofahamu Harmonize na mpenzi wake Posh Queen. Nadhani ndio kitu kizito hicho ambacho watazamaji wanatamani kufahamu. Tuliona Harmonize amemfollow Posh, lakini pia Posh naye kafuta picha zote za Harmonize kipindi wana bengi pamoja. Hii ikoje kwa upande wako Ibla? Yani kweli kweli mimi sijaona kweli. Unajua leo nimefika pale Clouds wakanambia Posh na Harmonize wameachana. Mimi sijaamini kabisa, lakini kikubwa ni unajua maisha ya mapenzi baya haingiliwi. Mapenzi ni hisia za mtu. Kwa kama mzee ameamua kutema, mimi siwezi mimi sikupingi jeshi. Kama unaamua tunaendelea mzee wangu, pale tuondoke. Kwa ni swala kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kama watu wanaachana tu wenyewe wamekubaliana kuachana na hajapishana kwenye chochote, kama wamepishana ni siri yao wao. Kwa hamna haja ya kwanza tena kuambia sijui tuwabembelezeni mrudini mliko kapendana, si hatukuepo wala hatujui mlianzia wapi. Kwa ni kazi kwao, wao na mahusiano. Kwa Dayo, mwaka wa kuforce ni bonge moja la track limefanya vizuri sana, si Tanzania pekee na nchi nyinginezo. Yes, nyimbo zote na zaidi. Nyimbo za Chinga. Hivi unajua dharau vizuri. Tangu mwaka umeanza. Mimi nakuhakikishia sasa. Kakae vizuri na kaka zako. Kwenye nini sasa tuangalie? Nisikilize sasa. Mimi huu mwaka imenipa tuzo East Africa. Huu mwaka unaotaka kuiongelea. Ngoja kwanza basi. Huu mwaka ina viewers wengi YouTube kuliko yako. Huu mwaka na muda gani? Huu mwaka na muda gani? Ina miezi tu. Ina miezi mingapi? 6. Miezi 6. Dharau ina miezi mingapi? Sijajua kweli. Huu mwaka ina viewers wangapi YouTube? Milioni 10 video. Milioni 10 video. Mimi kwangu lyrics video sio official. Ina milioni 8. Mimi audio ina milioni 1. Audio yako ina milioni ngapi? Audio yangu mimi sidhani kama ina audio ila hata ile nani yenyewe. Sasa basi tunabishana kwa fact ipi sasa? Okay, tuendelea swali. Huu mwaka ndio nyimbo kubwa kuliko nyimbo za. Ina miezi mingapi? Sasa ngoja hapo. Ngoja basi. Ina miezi mingapi? Ngoja kwanza twende huku. Kwenye huu mwaka. Umesema ina miezi mingi kuliko wimbo wako. Si ndio? Haya, huu mwaka ina kila siku unajua zinapozidi kwenda, huu mwaka itaendelea kupata viewers. Na Dharau pia itaendelea kupata viewers. Ni sawa na umri wa mtu. Mimi na miaka 21, huyu ana miaka 19. Utakimbia vipi kumpata? Sawa. Sasa subiri sasa, mimi nampa sasa kiwango. Mpaka kufika mwezi wa 10. Mimi nahakikisha huu mwaka. Kumbuka mwaka ukiingia tena ndo nakwambia inakuwa nyimbo bora ya mwaka. Hamna shida, usijali bro. Unaona mimi hapa najiita ni msanii ambaye kwa new generation hakuna msanii ambaye ananishinda kufanya vitu vizuri zaidi. Kwa sababu kwa mfano nyimbo kama ilivyo hapa haikupewa tu time. Umeona sasa hivi ninavyofanya? Kuna nyimbo inaitwa Nikuone, si unajua? Nikuone sasa hivi iko wapi? Tunaisikia wapi? Nikuone unaweza kuweka na hapa jamani kweli? Like seriously. Bro. Dawa la mwisho kwa kuhusu nani single tunaambiaje watu? Wimbo mzuri watu wakasikilize, verse ya kiutu uzima kidogo. Inabidi ukae chini umsikilize Dayo. Ukijichanganya umeingia huko.
waseme mahusiano yao kwanza. Stani Bakola aje hapa kwanza. Mahusiano yao yakoje? Hali za kimahusiano nyinyi wawili. Mimi wewe hajawahi kuwa mwanangu na wala sio rafiki yangu. Sio mahusiano hayo ya kimapenzi. Kimapenzi vipi? Sasa mapenzi na mwanaume mwenzangu wewe? Sio na huyo, yani wewe mpenzi wako na wewe mpenzi wako. Sasa uliza vizuri swali. Nyinyi. Hiyo mbona kama kawagusa? Haya ametoka wapi tena? Kikubwa mimi niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu na unajua naona kaka yenu Mwijaku anakuja kwa hapa anakuja kupongeza.